Mtazamaji wa MCC FC TV, tuko jijini Mwanza maalum kabisa kwa kitu kimoja tu muhimu, ushindi na kupata pointi 3 muhimu mbele ya Mbao FC katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Leo hii Mbeya City FC ikiwa inashuka kwenye uwanja wa CCM Kirumba kwa ajili ya mchezo wa 3 kwenye kanda ya Ziwa. Nasema hivyo kwa maana ya kwamba City ilianza kucheza Shinyanga na Kagera Sugar ikapata suluhu ya bila kufungana. Ikaja Mwanza ikacheza tena Total Africans na kupata ushindi wa goli 1-0, bao lilofungwa na Haruna Shamte kwa mpira wa adhabu. Jimmy, tuko hapa leo kwa ajili ya mchezo wa 3 na lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba timu yetu inapata ushindi. Nimeona mabadiliko kadhaa kwenye kikosi mwalimu ameyafanya. Kuna maingizo mapya, ameingia Ramadhan Chombo Redondo na pia ameingia Ayubu Semtao. Pengine nini tutegemee kwenye mchezo wa leo na namna ambavyo City itakwenda kucheza kulingana na kuingia kwa wachezaji hawa na mfumo ambao tunakwenda kutizama siku ya leo City ikicheza? Mwalimu Kinaa Pili naweza nikasema kitu kimoja kwamba ashaangalia madhaifu kwenye michezo iliyopita na strengths ya timu ashajua. Squad aliyokuwa nayo alikuwa na wachezaji 23 kwenye kikosi. Unaona 18 wanaoanza wale best, kuna 5 ambao wanatoka, ukiachilia mbali ya Medi ambaye ana matatizo na saizi kuna Geoffrey Mlao ambaye amepata majeraha. Wengine wale wanaingia kwenye kikosi kulingana na jinsi ambavyo wana train, kwa sababu walipata muda mrefu toka tarehe 28 alipomaliza mchezo na Total African na kufanikiwa kushinda, akarudi Shinyanga camp. Unaona alitrain na vijana wake, akapata ile chemistry ambayo tunaitaka. Na ndio maana unaona leo Ramadhani anaingia kwenye kikosi, anaenda kusimama kwenye eneo ambalo siku zote alikuwa anacheza Omar Ramadhani Babatovu, yeye anaenda kusimama na Omar Ramadhani anaenda kusimama kwenye eneo ambalo alikuwa anacheza Salvatore. Na ukiangalia upande wa kushoto anakuja kuingia Ayub Semtao, tulikuwa tukimzungumza siku zote, ingizo jipya kwa msimu huu kwenye kikosi cha Mbeya City. Anaenda kuongeza hari ama ile nguvu ya kikosi. Siku zote tulikuwa tunazungumza kwamba kikosi kimekuwa kikicheza vizuri sana kuanzia maeneo ya ulinzi na mpaka maeneo ya kiungo. Zimekuwa zikitengenezwa nafasi nyingi, lakini inashindikana kuzitumia hizo nafasi. Ukiangalia kwa jicho la tatu unaweza ukatambua kabisa kwamba kikosi kimeweka wachezaji wengi ambao tunasema wale ni midfielders, playmakers, ndio wako wengi kwenye kikosi. Tofauti na wale ambao labda tunasema ni natural attackers kama namba 9 kiasili kwenye kikosi. Ukiangalia kwa jicho la tatu unaweza ukamkosa, lakini ya majukumu ya namba 9 amepewa Omar Ramadhani. Amekuwa na movement nzuri na nyingi kwenye kikosi toka mchezo wa kwanza, mchezo wa pili hajapata bahati ya kufunga, lakini mara nyingi amekuwa akicheza nyuma mshambuliaji ambaye alikuwa ni Salvatore Mkurula kwenye mechi zilizopita. Lakini kwa leo mwalimu amempa jukumu yeye la kwanza na anazungukwa na aina ya watu kama hawa. Joseph Maundi akitokea upande wa kulia, upande wa kushoto anatokea Ayub Semtao, nyuma yake anacheza Ramadhan Chombo maarufu Redondo tunajua. Kwa hiyo nafasi za kutengenezwa kama hivi, ukiangalia statistically kwenye mchezo uliopita wa nyuma, kabla mchezo uliopita timu ilitengeneza nafasi 9, lakini mchezo tunatengeneza nafasi 11. Yes, nafasi 11. Kipindi cha kwanza tulitengeneza nafasi 7 na hazikutumika vizuri. Kwa hiyo mwalimu analenga kwenye hilo zaidi kwamba timu yake inacheza vizuri kwenye eneo la ulinzi. Mpaka saizi credit kwao wakiongozwa na Owen Chaima pamoja na Mkanda Msile pamoja na Ken kapteni huyu, hawaja concede goal lolote kwenye michezo yote miwili. So wanaenda kwenye mchezo wa 3 wakiamini kabisa hilo litatokea, kwamba clean sheet kwao ama kutokuruhusu kufungwa litakuwepo, lakini tatizo limekuwa kutokufunga zaidi goli nyingi. Na ukiangalia aina ya ligi leo, nafasi point 4 ambazo City anazo ni sawa na timu inayoongoza ligi. Kwa hiyo kama angekuwa na wastani mzuri wa kufunga leo ingekuwepo katika historia kwamba Mbeya City naye anaongoza ligi. Kwa hiyo kama na nafasi hii ilipatikana kwenye mchezo zidi ya Toto, nafasi nyingi sana zilitengenezwa, lakini washambuliaji hawakuwa makini. Kwa hiyo mwalimu kama uliona amekuwa akifanyia sana kazi eneo lake la ushambulizi, na ndio maana unaona plan ambayo amekuja nayo leo ni mabadiliko kwa baadhi ya watu na watu wengine wameingia kwenye nafasi. Na licha ya kuwa playmakers tu, Ramadhan Chombo ana uwezo wa kufunga, Ayubu Semtao ana uwezo wa kufunga, Rafael ana uwezo wa kufunga. Ukiangalia upande wa kulia Joseph Maundi pia ana uwezo wa kufunga. Na hilo linajidhihirisha kutokana na record ya mechi ambazo wamezipita huko nyuma kwenye timu hii ama kwenye timu zingine. Ukitizama michezo miwili ambayo tumecheza nyuma, mchezo wa kwanza na Kagera Sugar na mchezo wa pili na Total Africans, lakini leo inaonekana mwalimu amebadili kidogo mfumo kutoka kwenye mfumo wa mechi zile mbili, na leo tutaona anatumia 3-5-2 ili tafsiri kwamba kuingia kwenye kikosi cha kwa Ramadhan Chombo na Ayubu Semtao amekuja kuongeza nguvu kwenye eneo la kiungo ambao walikuwa na Keniali na Rafael Daudi pekee. Pengine tunalitizamaje sasa eneo la kiungo kwa kutizama pia na wapinzani wetu ambao tunakwenda kutana nao leo
katika kuhakikisha kwamba tunakuwa salama kwenye eneo hili na hatimaye kutengeneza nafasi nyingi zaidi ili tuweze kupata matokeo. Unatazamaje sehemu ya kiungo ambayo sasa itakuwa na mtaalamu mwingine tena, Ayubu Semtao? Mbao FC kama unavyozungumza, lakini wana performance nzuri na kuvutia kwenye michezo yao miwili ambayo wamecheza. Wamepoteza mchezo mmoja umetoka suluhu kwenye uwanja wa CCM Kambarage pale, lakini angalia performance yao. Ni watu ambao hawachezi sana mpira mirefu, wanacheza sana mpira wa chini. Mwalimu ameopti kutumia viungo wengi sana ili kuweza kuhimili kukabiliana nao vyema. Ni wazuri sana kwenye kucheza hizi pasi fupi eneo la katikati ya uwanja. Na ndio maana unaona leo anapunguza mzigo kwa viungo wawili ambao walikuwa wanatumia kwenye eneo la kati. Anaongeza idadi kubwa ya viungo na anachange mfumo. Inamaanisha yeye anachotaka, anataka kukamata mchezo. Tofauti kabisa na ambavyo wao watakuwa labda wameopt kucheza kama aina yao ilivyo siku zote kwenye michezo wanayocheza. Kwa hiyo hii itakuwa na advantage kwa City kwa upande mwingine, kwa sababu inakosa sana madhara kwenye kushambuliwa, kwamba mashambulizi ya timu pinzani yanakuwa si mengi sana kwa upande wake, lakini imekuwa wenyewe wanakuwa wanacheza sana, japokuwa nafasi wanazotengeneza zinakuwa zitumiwi. So kwa leo wanapunguza idadi ya mabeki kwa kucheza 3-5-2. Inamaanisha watu watano watakuwa wanaenda kukaa kwenye eneo la kati ambalo linaonekana ambao wako vizuri sana kwenye hilo eneo. Wana wachezaji wao baadhi kama akina Samiri Omari wanaonekana kucheza vizuri sana kwenye hilo eneo la kati. Tatizo lao ambao inaonekana nao kwenye finishing, lakini bado kwenye defense line yao pia wana makosa mengi. Kwenye michezo yote miwili iliyopita walifanya makosa ambayo unaweza kusema yale ya binafsi. Kiungo wao ama beki wao wa mwisho huyu Kwasi Asante amekuwa akijiamini sana na kupelekea makosa, lakini washambulizi wa timu pinzani wameshindwa siku zote kutumia yale makosa kuyageuza kuwa magoli kwa upande wa timu zao ili kuwafanya wajute Mbao. So naona kabisa approach ya mchezo kwa mwalimu ambao inaweza ikawa ile. So mwalimu Kina ameangalia ni jinsi gani anaweza kukabiliana naye, na ndio maana unaona mfumo umechange kutoka kwenye mfumo ambao aliutumia kwenye michezo mingine kama 4-4-2, ana twist kutoka 4-4-2 anatumia 4-3-3, lakini leo anakuja na 3-5-2. Inamaanisha ana washambuliaji wawili, ana viungo watano katikati na mabeki wakati wanakuwa wawili, na hapa kwenye huu mfumo inamaanisha atakuwa na wing back, watu wawili watakuwa na accommodate nafasi za kucheza kama walinzi na washambulizi. Ni Haruna Shamte moja kwa moja pamoja na Joseph na Hassan Mwasapili watakuwa wanacheza kama wing back. Kwa hiyo hilo linaweza ikawa na faida kwake, na katika dakika 90 akapata matokeo, kwa sababu watu wote kama hivi nilivyozungumza awali ni wazuri sana, control zao nzuri, footwork na pace wanayo. Kwa hiyo kutoka kwenye eneo la kati kuelekea kwenye eneo la mwisho ama eneo la kwanza la timu pinzani watakuwa na faida zaidi City kwa kuangalia aina mfumo na aina ya watu ambao wamewekwa kufanyia kazi hiyo mifumo. Watakuwa na faida zaidi kwa mfumo ambao umewekwa na kwa ajili ya watu ambao watakuwa tayari kwenye kikosi kutumia mfumo ambao mwalimu Kina leo anakwenda kutumia. Ni maneno kutoka kwa mchambuzi wetu Jimmy James Samueli, kwa mara nyingine tena tukiwa hapa jijini Mwanza. Kumbuka ni kwa hisani kubwa ya RB Battery pamoja na Coca-Cola. Bado tunaendelea na tuko kwenye hatua ya mwisho ya kuangalia ni nini tunakwenda kufanya kwenye mchezo wa leo, kwa sababu kitu pekee ni kuhakikisha kwamba City inapata matokeo ili iweze kuandika historia mpya kwenye mpira wa Tanzania. Nasema hivyo kwa maana ya kwamba upo uwezekano mkubwa kama City itaweza kupata magoli mengi siku ya leo, inaweza kukaa kwenye nafasi ya kwanza kwa maana ya kuongoza ligi. James Samuel, huu ni mchezo wa tatu au ni Chaima anacheza kama anakuwa chaguo la kwanza. Pengine je, unafikiri ubora wake bado ana nafasi kubwa ya kuendelea kudaka au kucheza kama goalkeeper kwenye michezo mingi ijayo? Owen Chaima kwa kuangalia age yake kwanza inamlinda. Ni goalkeeper ambaye amekamilika, experience ambayo ameipata akicheza mechi za kimataifa na Big Bullets pamoja na timu ya taifa ya Malawi the Flames pamoja na Mkanda Msile, lakini ukiangalia na Mkandawile, lakini ukiangalia kwa upande wa Owen mwenyewe ni goalkeeper ambaye ukiangalia makosa ambayo yalikuwa yanafanyika msimu jana kwenye kikosi cha Mbeya City, licha ya ubora wa kikosi kwa namna moja au nyingine, aina usajili ambao umefanywa kwa watu wakati Rajab Zaid pamoja na Mkandawile kuja pale katikati, lakini Owen ana mchango mkubwa sana. Zile 1 against 1 ambayo makosa yalifanyika kwa mabeki wake na watu wake wa ulinzi, amekuwa akifanyia kazi vizuri. Ni mzuri kwenye catching yake, sio kipa ambaye anatema sana mipira kwenye kuokoa, anadaka mara nyingi moja kwa moja. Ana uwezo wa kucheza close, timing yake nzuri pia kwenye mipira close na set pieces, lakini ana faida vile ya kucommand wachezaji wake pale. Yaani sauti yake mara nyingi kama tumekuwa tukiangalia
michezo yote ama mazoezini, amekuwa ni kiongozi kwa matchup defense ile, kuwafanya wakumbuke majukumu yao. Kumbuka ana faida ya kuwa anawaona wachezaji wote 21 ambao wako mbele ya macho yake, kwa sababu yeye ni goalkeeper ambaye yuko kwenye milingoti, anawaona opponent, anawaona na wachezaji wake. Kwa hiyo anaweza akajua ni nani yuko kwenye position fulani na yuko wrong, akamkumbusha kwamba majukumu yako ni haya na haya, na sauti yake imekuwa na msaada mkubwa sana, na kwa hilo tu inajidhihirisha kwa statistic ya michezo miwili ambayo tayari ameshaicheza. Anaweza kawa ingia kwenye record toka City inaanzishwa 2011 ama mpaka inapanda daraja kucheza ligi kuu misimu mitatu ya kwanza. Goalkeeper wa Mbeya City licha akina David kupita, akina Amani Simba kipindi hicho wamekuja kucheza, akina Anton Karesagula, wakina Juma Kaseja, lakini Lamboni hawajawahi kukeep clean sheet kwenye michezo miwili mfululizo kama ambavyo kwenye michezo miwili mfululizo ya mwanzo wa ligi kama ambavyo ameweza kufanya Owen. Kwa hiyo ni sign nzuri ya kukuonesha ni aina gani ya goalkeeper ambayo unayo. Na kikubwa kama hivi ambavyo nimezungumza awali, experience aliyokuwa nayo, 8 na uwezo ndio vinasababisha mpaka sasa City sasa wanaanza kujivunia kwamba kwenye sehemu ambayo mwaka jana walikuwa wakipata shida, wamepata sana matatizo. Ukiangalia mpaka msimu unaisha City aliconcede goals 34 kwenye michezo. Magoli wake wawili wao wanabadilishana, Juma Kaseja pamoja na Anton Karesagula, wote wanaweza kugawana hayo magoli. Unaweza ukaona ni jinsi gani amekuja kuleta kitu tofauti na kimekuwa na msaada katika timu. Asante sana mtazamaji wa MCC FC TV. Huu ulikuwa ni uchambuzi mfupi kuelekea mchezo wa jioni ya leo kati ya Mbeya City FC dhidi ya Mbao, wenyeji hawakuja uwanja wa CCM Kirumba. Tukutane tena hapa baada ya mchezo jioni ya leo, baada ya mchezo kwenye uwanja wa CCM Kirumba, na imani yangu kubwa kabisa unaendelea kufuatilia pia kupitia www.mbeyacitfc.com kuendelea kupata details na vitu vingine vingi kutoka timu ya kupendwa Mbeya City FC. Asante sana.